Indigenous language, DSTE2, and I'm narrating the story of the hare and the mysterious well. Long ago, in the village surrounded by vast forest, there lived a very clever hare called Hare. Near the village was a mysterious well believed to be the dwelling place of the ancestral spirits. The village elders warned children not to approach the well at night because the spirits guarded the community's sacred secrets. However, Hare was known for ignoring the elders' advice. One night, he decided to visit the well and see the truth for himself. When he arrived, he heard a voice saying, "Whoever respects the traditions of the ancestors will receive the blessings, but whoever despises them will face difficulties." He ignored the warning. Instead, he laughed and threw stones into the well. Suddenly, a strong wind began to blow, and the water in the well started swirling violently. Frightened, Hare ran back to the village. Upon reaching there, he narrated everything that had happened. The elders explained that the ancestral spirits had warned him so that he could learn the importance of respecting the community's traditions and customs. From that day onward, Hare changed and became an example of obedience and respect. That's why even today, people are taught to honor traditions, customs, and wisdoms of elders. And that's the end of the story of the hare and the mysterious well. Thank you. Na kisima cha ajabu. Hapo zamani za kale, katika kijiji kilichozungukwa na msitu mkubwa, aliishi sungura mmoja mjanja aitwaye Sungura. Karibu na kijiji hicho kulikuwa na kisima cha ajabu kilichosemekana kuwa ilikuwa makazi ya roho za mababu. Wazee wa kijiji waliwaona watoto wasikaribie kisima hicho usiku kwa sababu roho hizo zilikuwa zinalinda siri za jamii. Lakini Sungura alikuwa na tabia ya kutotii mashauri wa wazee. Siku moja aliamua kwenda kisima usiku ili kujionea mwenyewe. Alipofika, alisikia sauti ikisema, "Yoyote anayeheshimu mila za mababu atapata baraka, lakini anayezidharau atapata matatizo." Sungura hakujali, alianza kucheka na kutupa mawe. Akaanza kutupa mawe ndani ya kisima. Ghafla upepo mkali ulianza na maji ya kisima yakaanza kusunguka kwa nguvu. Sungura aliogopa sana na kuanza kukimbia kuelekea kijijini. Alipofika nyumbani, aliwaelezea wazee yote yaliyotokea. Wazee walimwambia kuwa roho za mababu zilikuwa zimemuonya ili ajifunze kuheshimu mila na desturi za jamii. Tangu siku hiyo, Sungura alibadilika na kuwa mfano mzuri wa utii na heshima. Ndio maana hadi leo watu hujifundisha kuheshimu mila, desturi na ushauri wa wazee. In indigenous language, lugha ya kwanza, hadithi ya Sungura na kisima cha ajabu. Hapo zamani za kale, katika kijiji kilichozungukwa na msitu mkubwa, aliishi sungura mmoja mjanja sana aitwaye Sungura. Karibu na kijiji hicho kulikuwa na kisima cha ajabu kilichosemekana kuwa makazi ya roho za
Wazee wa kijiji waliwaonya watoto wasikaribie kisima hicho usiku, kwa sababu roho hizo zilikuwa zikilinda siri za jamii. Lakini sungura alikuwa na tabia za kutotii ushauri wa wazee. Siku moja aliamua kwenda kisimani usiku ili kujionea mwenyewe. Alipofika alisikia sauti ikisema, yeyote anayeheshimu mila za mababu atapata baraka, lakini anayezidharau atapata matatizo. Sungura hakujali. Alianza kucheka na kutupa mawe ndani ya kisima. Ghafla upepo mkali ulianza kuvuma na maji ya kisima yakaanza kuzunguka kwa nguvu. Sungura aliogopa sana na kuanza kukimbia kuelekea kijijini. Alipofika nyumbani, aliwaeleza wazee yote yaliyotokea. Wazee walimwambia kuwa roho za mababu zilikuwa zimemwonya ili ajifunze kuheshimu mila na desturi za jamii. Tangu siku hiyo, sungura alibadilika na kuwa mfano mzuri wa utii na heshima. Ndiyo maana hadi leo watu hujadiliana